Maandiko yanasema ya kwamba mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake na mwanamke mfumbavu anaibomoa nyumba yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yes, hayo maandiko yana umuhimu sana katika maisha yetu kama wamama. Hiyo maandiko inakuhusu wewe, ya kwamba inakuonyesha ya kwamba bila wewe mboma haiwezi ikasimama. Kwa hivyo itategemea mama na juhudi za mama na vile anavyoelewa familia, hiyo familia kuweza kusimama. Yes, tunaweza sema ya kwamba mwanaume ndiye ambaye anaweka misingi ya familia, lakini nayo bila mama katika familia hakutakuwa na mboma itakayosimama. Bwana Yesu asifiwe. Yes, maana mama ndiye huwa anajenga hiyo boma, na kwa mikono yake mwenyewe anaweza akaibomoa. Kwa mikono yake mwenyewe yeye ndiye atakayeijenga. So ina maana ya kwamba sisi, kama wewe ni mama, ujue ya kwamba una nafasi iliyo nzuri katika familia yako ya kuhakikisha ya kwamba boma yako ama familia yako imeweza kusimama. So una jukumu la muhimu zaidi. Hauko pale tu kukaa na kuweza kungojea mambo yatendeke. Jua ya kwamba una jukumu ya kujenga. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Wapo wamama wengi sana wako katika familia, lakini hawajui wako pale kufanya kazi gani. Wengi hawajui niliolewa nikawa katika hii familia niweze kufanya kazi gani. Wengi hawajafahamu kazi yao, na kwa njia moja, kwa sababu hawana ufahamu, wanajipata ya kwamba mboma imeweza kuharibika ama hawana jukumu ya kuijenga tena. Wamekaa pale, hakuna kujenga. So ina maana ya kwamba familia haitaweza kukua, haitaweza kusimama jinsi ipasavyo. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ningependa nikueleze hadithi moja ya mwalimu mmoja aliyeingia katika darasa akauliza wanafunzi swali, na ningependa siku ya leo hata hiyo swali niweze kuileta kwenu ili muweze kuniambia hakika jibu ni gani. Aliwapea mfano wa kiti, akauliza, hivi kiti hii inavyosimama, kiti kama hiki ambacho umekalia, ni kitu gani cha muhimu sana kwenye hiyo kiti ambacho umekalia? Ni kitu gani kilicho cha muhimu zaidi? Ni kitu gani? Nikiuliza hiyo swali kwenu. Yes. Yeye anasema miguu. Kuna yes, sote ni important, sikatai, lakini kuna ile kitu ya muhimu zaidi katika hicho kiti. Yeye anasema ni bao, mwingine miguu. Okay, majibu yote hayo ni sahihi, lakini kuna kile kitu ambacho ni muhimu sana katika hicho kiti ambacho umekalia, na sio mahali ambapo umekalia tu peke yake, sio miguu tu peke yake ambayo ni ya muhimu zaidi. Kuna kitu ambacho ni cha muhimu sana katika hicho kiti ambacho umekalia, kitu ambacho kimeshikanisha hiyo kiti inaitwa nut, the screw ambayo imeunganisha hiyo kiti ndio ikaweza kuikalia. Hiyo miguu bila hiyo screw haiwezi kuwa kiti. Hiyo mbao bila hiyo screw imeiunganisha ikakuwa unaweza ikawa na stamina, haiwezi ikawa kiti. So ni ya muhimu sana. Na ninataka kusema nini? Nataka kusema ya kwamba wewe kama mama ni kama screw katika hiyo boma yako, hiyo familia ulio ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Maana bila mama katika familia, hiyo familia haitaweza kusimama vizuri. Yes, mzee ni wa maana kwa sababu ameweka foundation, lakini kama wewe mama, nyumba haiwezi ikasimama bila wewe. Ni kama hicho kiti akiwezi kikasimama bila kuunganishwa na screw. Waunganishe hiyo mbao, uunganishe, uweke miguu iunganishwe na hizo screw na hizo nut, ndio iweze kusimama, uweze kukalia kwa hiyo kiti. Bwana Yesu asifiwe.
Yes, ni kitu cha muhimu sana. So jione ukiwa mtu wa maana sana katika hiyo boma. Inapoanguka ujue ya kwamba wewe umeanguka jukumu lako la kuweza kuhakikisha hiyo boma inasimama, na una make sure inasimama kuanzia mahali kuna mzee, mahali kuna watoto, wote unawaleta pamoja, mnaungana, unasimamisha hiyo familia. Kumbuka ya kwamba mama katika boma, yeye ni kama manager. Una manage issues za nyumbani hapo katika nyumba. Wewe ni kama manager, you manage your own home. Nyumba yako lazima uimanage vizuri, maana nyumba ambayo haina manager ama kampuni ambayo haina manager haiwezi, mambo yake iwezi karani jinsi pasavyo. So kama uko pale, your presence is very important, na kuact wakati ambapo wewe ni manager, upange mipangilio vizuri ya boma yako ili mipango ikuwe mzuri. Mzee lazima akuje na vision. Vision ni tofauti sana na mipangilio katika boma. So hiyo ni kazi ya mama, ya kuwa na mipangilio katika boma. Na ni mipangilio gani? Nataka tuweze kusoma neno la Mungu katika kitabu cha 2 Thessalonian 3 2 Thessalonian chapter 3 verse 10 inasema hivi: For even when we were with you, we gave you this rule: the one who is unwilling to work shall not eat. We hear that some among you are idle and disruptive. They are not busy, they are busybodies. Bwana Yesu asifiwe. Yes, hiyo ni neno la Mungu ambalo tumelisoma katika hicho kitabu cha Thessalonian. Paul anawaonya watu ya kwamba, nataka leo tuzungumzie kuhusu kitu ambacho ina touch mwanamke ama mama akiwa pale nyumbani, the woman katika nyumba, na mwanamke katika kanisa, pia mwanamke katika kazi, katika maeneo ama mazingira ya kazi. Hiyo ndio topic yetu. Yes, ambaye nimemuita the virtuous woman. The virtuous woman, mwanamke ambaye ni mwanamke wa kutegemewa zaidi katika familia, katika boma. Mwanamke ambaye Paulo anawaonya ya kwamba wasije amediscover ya kwamba wapo wengi ambao wanakaa tu kitako, they are idle, they are busybodies and they are disruptive. Unawahi jua ya kwamba mwanamke ambaye afanyi chochote na hataki kufanya lolote la kuweza kuchangia katika boma ni very dangerous na destructive. Yes. Na ndio sababu Paulo anawaonya ya kwamba wakuwe at least kuna kitu wanafanya. Ukikombea na mwanamke ambaye amezungumziwa katika Proverbs 31 verse 10, the virtuous woman, mwanamke ambaye ako na hekima ya kujenga boma yake, mwanamke ambaye maandiko inasema katika Proverbs 31:10 ni mwanamke ambaye hutoka na kwenda kuweza kutafuta kufanya kazi kazi ya kushona, ana trade, anafanya kazi ya ubiashara, anaweza kupata pesa, ananunua hata land. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni maandiko inasema hivyo Proverbs. He buys land, ananunua mpaka chakula ya kwake, anahakikisha ya kwamba watoto wameshiba na familia yake iko sawa. Hatusemi ya kwamba unaweza kama mwanamke ambaye amezungumziwa pale Proverbs unaweza kuwa na hizo vitu zote, lakini kwa neema ya Mungu kuna vile ambavyo atakuwezesha, akufungue moyo wako na akili zako uweze kujua ya kwamba kama mwanamke unapaswa kuwa kuna kitu ambacho unafanya. Inapaswa kuwa ya kwamba kama mama ukipata fedha na ukiwa unafanya kazi, iweze kuitumia kuboresha boma yako, uweze kujenga boma yako ukitumia mali zako. Hata wewe ukitembea ukuwe na confidence kama mwanamke, kama mama pale katika nyumba, uweze kuparticipate. Anasema ya kwamba analisha watoto wake kwa pesa ambayo ametafuta, ananunua hata land kwa ile pesa ambayo amepata akifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mwanamke ama mama aliye na uwezo wa kufanya mambo
katika maisha tunayoishi, katika setup ya familia ama katika setup ya mboma. So ina maana ya kwamba lazima tuweze kujua mambo haya yote kama wamama, ya kwamba kuna vile tunapaswa tukaishi katika hiyo familia, katika in a way setup ya sasa mwanamke aliye katika mboma. Na kuna mambo mengi sana kama mwanamke, tunapozungumzia kuhusu mboma, mwanamke katika mboma, kuna mambo ambayo lazima utaizingatia pale katika boma yako, ili uweze ku make sure kwamba umeijenga ipasavyo. Kumbuka ya kwamba kuna watu pale, kuna mzee hapo, kuna watoto na kuna kazi ambayo wewe ni mfanyikazi. Mama ambaye ni mfanyikazi katika nyumba yake anapaswa kuishi namna gani ili kuweza kufanikiwa, ili kuweza kuleta baraka katika familia yake. Kuna mambo lazima hakika utazingatia zaidi. Usije ukapata pesa sana ukaingiwa na kiburi ama ukamea mambawa ya kuweza kuona ya kwamba sasa you don't need help kwa mzee wako ama kwa bwana yako. Lazima umake sure ya kwamba utakapopata hela usije ukawa na kiburi ya kuona ya kwamba sasa naweza fanya kile nataka. Lazima uheshimu mzee wako, lazima uheshimu bwana yako, maana yeye ndiye foundation. So nyumba lazima utaijenga kama utaheshimu mzee, maana ndio foundation. Maana ukiendelea kujenga na foundation inaendelea kuwa weak, ina maana ya kwamba hiyo boma haitaweza kusimama vile inatakiwa isimame. Yes, so lazima upate nafasi ya mzee wako. Usije ukawa busy woman. Yes, usije ukawa sasa wewe you are very busy kwa sababu unafanya kazi, hauna time na mzee. Lazima ukue at least draw attention to your man. Lakini sasa ukishapotea na ukuwe uwezi ukamdhamini, uwezi ukamwonea saa yake ya kuweza kukaa chini mkazungumza mambo ya kuweza kufanya boma yenu isimame, hiyo boma haitaweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Yes, so ni kitu ya muhimu sana. Pea mzee attention. Vile ambavyo akipotea na wewe ukuwe sasa unataka muweze kuwa ako karibu na wewe, vile unavyoweza kusikia kama hayuko, ako absent, hivyo ndivyo pia unapaswa kujua wakati ambapo hata kama unafanya kazi na uyuko, wakati ambapo uoni time na yeye, hapo ndipo naye pia anaona ni kama ya kwamba amekupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Yes, wanaume wengine wanaona ni kana ya kwamba wamama wakiweza kupata hela wanapotea na wanakuwa ni kama wasikizi. Wengine wanameanga pembe, anaona ya kwamba sasa ameweza na amefaulu, hakuna kitu anapaswa ambiwe na mzee. Yeye ako na mali yake, ako na pesa, amenunua viwanja, amenunua manyumba, na sasa anaanza kukosa kurespect mzee. Kumbuka, respect kwa mwanaume ni kitu very important kuliko hata love. Mwanaume hata hahitaji upendo, anahitaji respect peke yake. Hiyo ndio ambayo itamfanya hata aheshimiwe kule nje. Vile utakavyo respect your man, umpe respect, hivyo ndivyo pia atachukuliwa na watu wengine kule nje. Respect ya mwanaume inatokananga na mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Yes. So hivyo ndivyo lazima kuweza kuwa na attention na mzee wako. Umpe chakula ashibe. Wanaume wanapenda kupewa chakula, tumbo ishibe vizuri, na umpe chakula hicho kingine cha usiku. Yes, kuna wanawake wanimanga wazee wao. Yes, wanafikiria hiyo chakula si muhimu. Utacheza na utampoteza kwa sababu ni muhimu. In fact, hicho mwanaume anakuanga na tumbo mbili, tumbo ya chakula cha mwili na tumbo ya chakula hicho kingine ambacho hiki chakula tunapika na hiki chakula kingine sasa cha kimwili. So lazima atahitaji hizo chakula mbili, na kama kimoja hakitapatikana, mwanaume atakuwa weak, na akiwa weak pia boma itakuwa weak. Hata ukijitahidi kujenga utakuwa umefeli.
So inahitaji hekima ya mwanamke mwenye hekima kuweza kuangalia mambo haya yote, ambalance hizo vitu zote, umbalance kati ya kazi na kuwa mama katika nyumba, ukifika kwa nyumba, na kuweza kumbalance kati ya kazi yako na kazi ya nyumba na watoto uwapea attention. So hapo ndipo kuna kiini sana cha kuweza kuzingatia, mambo ya kuzingatia. Lazima umake sure ya kwamba watoto wako wamekula vizuri, watoto wako wako sawasawa, mzee ako sawa, ili kumake sure ya kwamba vile unavyozidi kujenga ukitumia hekima na neno la Mungu, utajenga na uweze kufanikiwa katika familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Yes, hiyo ni jambo la muhimu zaidi katika familia. Nataka nisungumzie sasa mama katika mambo ya kazi. Ninajua kwamba tunapokuwa tunahitaji kufanya kazi, tunapokuwa tunafanya kazi, tusije tukawa mbisi sana, tukapoteza nafasi ya kuishi na familia zetu. Wapo watu wengi sana, wamama wengi sana, watoto wao hawaoni kwa sababu tu in the name of wanafanya kazi. Wapo watu wengi sana ambao, kuna wamama ambao wakienda kufanya kazi wanatekeleza majukumu ya kifamilia, wengine hawatekelezi, wanaona ya kwamba sasa wao hawafai. Kumbuka ya kwamba hii juhudi yote ni kati yako na bwana yako kuweza kumake sure ya kwamba familia yenu ama boma yenu imesonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Yes. So ukiwa kazini unapaswa kubalance kazi namna gani na mambo ya familia. Kumbuka ya kwamba ukiwa kazini na kuhitaji ukuwe ni wewe ni mwanamke ambaye ni precious woman, ambaye ako na hekima na ambaye anaishi kulingana na neno la Mungu. Pale kazini lazima ujiulize ya kwamba nikiwa kazini kama mama, mimi ninaishi kama mama. Wapo wanawake wengine wakiwa kazini, wao hawajui, wengine hata wanasema I'm not married, sijaolewa. Na inakuwa ni jambo la kuchangaza kwa sababu wanaume wakiwa kazini, wakiwa wamechanganyisha workmates, wanafikiria huyu akuangi hata ameolewa, ni msichana lakini ni mama. Lazima ukuwe role model, kuweza kusimama wima, useme kwamba mimi ni mama, nina familia yangu ambayo na take care of. Hiyo ni jambo ambalo ni jukumu ambalo ni lako, uweze kuhakikisha ya kwamba haujafeli. Lazima ukuwe role model. Kama wewe ni Mkristo, mama katika kazi ambaye ameokoka, ni lazima ajiconduct kama mama ambaye ameokoka na ambaye ako na familia kazini. Lazima watu pale kazini kuweza kuwa na testimony kuhusu wewe. Je, tukienda kazini mahali unafanyia kazi, watu wanakujua wewe ni nani? Watu wanajua kweli umeokoka? Watu wanajua kweli wewe umeolewa? Ama wanasemanga wewe ni msichana? Haya ni mambo ya kuzingatia. Ukiwa unafanya kazi zako, lazima ufanye kazi ukiwa honest, ukiwa faithful katika kazi yako, ya kwamba hata manager, hata mwenye kazi anaelewa kweli tunaye mtu wa Mungu hapa katika hii kampuni. Maana hakuna mmoja hata anajua umeolewa, wewe ni mtu wa mtu. Yes, unasemanga mimi sijaolewa, mimi ni kasichana. So watu watafuka boundaries zako. Lazima umake sure ya kwamba umeset boundaries kama mtu wa Mungu, kama mama aliye na familia ambaye ameolewa. So hiyo ni jukumu lako kama mama, kama uko na hekima, kama utajenga nyumba yako. Maana usipoweka boundaries, kuna watu watasifuka boundaries zako, na hakika hautakuwa unajenga vizuri, maana haukutumia hekima ya kuweza kujua ya kwamba ya kupasa ukuwe straightforward katika maisha, ili familia yako isikuwe na vita kali. Maana usipo set boundaries, kuna vita ambavyo utaepuka, na shetani naye huangalia nafasi kidogo sana, anapoingilia anakupasua. Akisha kupasua atakuwini, kwa sababu wewe hauna boundaries ambazo umeweka katika maisha yako kama mama. Lazima tukue tukisema mama, hata wale wengine ambao wako nyuma yako, wasichana ambao wanataka kuolewa, watamani kuwa kama wewe. Lazima uwe kielelezo kwao ili watamani ndoa.
Ninashangaa sana kwa sababu siku hizi wasichana wengi wataki kuolewa, maana wanaona maisha ambayo yanayofanyika ya pale katika boma watu wanapoolewa, so they are not wanawake wengine wamekosa role model, na ndio sababu unaona wengi ambao bado hawajaolewa wanazidi kungaragara, hawataki hata kusema ya kwamba tunataka kuolewa ndio nikuwe kama fulani na fulani. Wanaishi vizuri kama familia, huyo ni mama mzuri amesimama, natamani kuwa kama yeye. So lazima kama wamama, maana mnazidi kuwa na watoto, na watoto wanaangalianga jinsi ambavyo familia iko, ndio waweze kujua. Hiyo ndio inawafanyanga wakishaa kuwa, wanapozidi kuendelea kukua, watatamani kuolewa ama hawatatamani kuolewa. So ukuwe role model kama mzazi, kama mama, ili watoto wako waweze kuemulate na waweze kuwa wanatamani kuwa kama wewe kama mama. Je, ukiuliza mtoto wako kama atataka kuwa mama, atakubali ama atasema hapana, kama mama ni hii mama na baba, siwezi na sitaolewa, nitakaa hivyo? Atasema hivyo kwa sababu anaona kutoka kwako vile unavyoishi. Mwanamke mwenye hekima ataijenga nyumba yake, na mwanamke asiye na hekima ataibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Hiyo ndio maana yake. So ningependa tuweze kuingia tu mara moja katika hiyo ingine nimesema ya kwamba tunaangalia, maana hizo ni kategori za tatu. Mwanamke ambaye ako kanisani, mwanamke ambaye the virtuous woman in church. Na hapo ni very sensitive sana. Hiyo ndio stage ya mwisho ambayo ninaongelea, ambayo ili tuweze kumaliza. Kumbuka ya kwamba maandiko inakuhitaji ya kwamba kama umeokoka uweze kuwa mwenendo wako uko sahihi hata kanisani, maana kile ambacho mwanamke tunayemuona kanisani anapaswa kuwa ni mwanamke ambaye ako nyumbani. Wewe hauko tofauti na mwanamke aliye nyumbani unapokuja kanisani, maana maandiko yanasema ibada njema huanzia nyumbani. Kama wewe sio mama mzuri katika nyumba yako, hapo nyumbani huwezi kuwa mama ambaye ni wa Kristo, ama mama ambaye ameokoka na anafuata Yesu, anaogopa Mungu kanisani. Haiwezekani. Hapo utakuwa ni kama unaonyesha sura mbili, kuna sura ya nyumbani na kanisani, ambapo inakutakiwa uwe ya kwamba ukiwa pale nyumbani kama mama unapaswa kuorganize your family well. Familia ikuwa inamwogopa Mungu, na wewe ni mama anayemwogopa Mungu, who fears the Lord. Na unapokuja kanisani ukuwe wewe ni mwanamke ambaye hakika unamwogopa Mungu, unaye participate katika mambo ambayo ni ya kikanisa. Wewe uko na calling ambayo unapaswa kuweza kufanya ama kuperform, maana tuko katika assignment tukiwa hapa duniani. Kumbuka ya kwamba wewe you are not outside what we are doing in the church. Na tunapokuja hapa kanisani, tunakuja ili Mungu atutumie kwa njia tofauti, na kila mmoja ako na kile ambacho Mungu amemuita kuweza kukifanya hapa kanisani. Lazima uparticipate na katika activities zinazofanyika, lazima uweze impact yako iweze kusikika, iweze ikasikika your impact hapa kanisani, ya kwamba kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, your calling, hakika umeweza kuifuatilia vizuri, ili Bwana akutumie ili kuwa mtu wa msaada kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ambayo unaifanya, fedha ambazo unazofanyia kazi, unazopata pia sikuwe za msaada. Unaweza ukafanya kitu kanisani kama mama. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi tu ambavyo unafanya nyumbani, wakati unapofanya kazi una make sure ya kwamba kila kitu kinaendelea vizuri. Pia kanisani ukija, lazima kila kitu uone ya kwamba kinafanyika vizuri kupitia fedha zako. Hiyo ni kazi Mungu ambaye amekupa wewe, amekupa mimi tuweze kuitekeleza. Sio kuja kukaa tu ndo hapa kanisani, hakuna kitu tunachokifanya, atuangalii our calling. Lazima tujue ya kwamba tumepewa potential na Mungu ili kuweza kuimanifest katika maisha tunayoishi hapa kanisani. Lazima kile ambacho umebeba kikuwe cha msaada katika maisha ya mtu mwingine.
maana tumeletwa hapa zote tukiwa na different talents, ili tuweze kuexercise our talents ambazo zinakuja zinaunganisha watu na zinabariki watu. Huyo akiwa na hiki na mimi na wewe ukiwa na hiki, zote zinaweza kutengeneza the body of Christ ambayo inazidi kujengwa na inazidi kuwa more every day, inazidi kuwa perfect kila wakati, na tunazidi kujengana kupitia hilo. So lazima kama mama uweze kujiconduct vizuri, hata katika dressing lazima tuangalie. Yes, kuna mtu ambaye tukisoma shuleni alikuwa anaitwa Melody. Kuna kitabu nilisoma alikuwa anaitwa Melody. Alikuwa anangojea badala ya kuja mapema kanisani anachelewa, na anakichelewa anakuja amevalia zile bagus, wakati akikanyanga chini hivi zinaba. So anakuja wakati ambapo kanisa imetulia, akiingilia pale kwa mlango ndizo zinatoa sauti, anadraw attention ya kila mtu, na kiti yake ilikuanga hapa mbele. So ikikuwa sasa anakuja mpaka anadraw attention ya watu kuja kukaa pale, inakuwa sasa ni disturbance. Lazima prepare mapema na tukue kama watu ambao hakika ni role model. Hakika hata zile nguo tunazovaa tuangalie. Yes, hata ukiwa nyumbani kwako pale kwa boma lazima uchague zile nguo utafaa. Unafaa nguo gani mbele ya watoto, na unafaa nguo gani wakati mzee ako around. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Inafaa kuwa namna hiyo. Lazima uweze kuhakikisha ya kwamba lazima utajua ni nguo ya aina gani utakayofaa pale mzee akiwa around, ni nguo gani unafaa mbele ya watoto wako. Lazima uweze kujua pia kanisani ni nguo gani utakayoifaa, kwa sababu kuna wengine wanafaa nguo wanafaa night dress kwa kanisa. Yes. Inakuwa yes, unaweza ona ni kana ya kwamba sio kwa sababu ukumiki ukiwa nayo, lakini kuna watu ambao anjali, lakini vile ameivaa ni kama nguo ya night dress. Inafaa kuwa night dress ya kwenda kulala, si nguo ya kuja kanisani. Wanachanganyikiwa. So lazima tuweze kumake sure kwamba watu wengine wanazivalia hata mpaka huku mbele. Kuna madhabahu pastor akiwa amekaa hata hapa okay, wacha niwapee ushuhuda mmoja ulipeanwa na mtumishi mwingine wa Mungu. Alialikwa mahali kanisani ili aweze akaende kuhubiri. Na wakati alipoenda kuhubiri alipata shida kubwa sana wakati alienda kusimama mbele, na akawa vile alikuwa anahubiri sio vile alihubiri hiyo siku, kwa sababu kuna kitu ambacho kilikuwa kina happen very sensitive. Maana wapo mtu na mke waliokuja wakakaa hapo mbele akiwa anahubiria hapa mbele, na ikawa ni shida kubwa sana, na ilikuwa ni jambo ambalo ilikuwa mbaya sana, kwa sababu hiyo ni kitu ambacho inaweza fanya watumishi wa Mungu wasije wakaconcentrate. Unakuwa disruptive kwa watumishi hata wa Mungu. So kama mama lazima ujue ni vile utakavyoishi na vile utakavyokaa hata ukija kanisani. Maana huyo mtumishi wa Mungu aliambia pastor, yes nimehubiri, lakini kuna kitu ambacho kimekuwa sio kizuri sana. Wakati nilipokuwa nahubiri, kuna mama na mke wake pale, kazi yao walikuwa tu wanaguzana na wanakisiana nikiwa nahubiri, wakiwa wameketi pale mbele, na hiyo kitu ndio ilimhuzunisha sana. Ilikuwa ni kitu ambacho, lakini kwa wao pengine walikuwa wanaona ni kitu mnaofaa. Walikuwa wanafikiria pengine kwa sababu sisi ni mume na mke, tunaweza fanya chochote katika kanisa, hata mambo ya kanisa ikiwa inaendelea. So hayo ni mambo ambayo tunasema tunayazingatia. Mama aliye nyumbani, mama aliye kanisani, lazima akuwe ni mama anayemcha Mungu, mama anayejua mapenzi ya Mungu ni nini katika maisha yake. Na tunapojua mambo haya, hakika Mungu hawezi akatuacha, atasimama na sisi, tutajenga familia, tutajenga boma, na zitaweza kunawiri katika safari tuliyo nayo imani. Kumbuka ya kwamba lazima imani iweze kufuatiwa na matendo, maana imani bila matendo imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Yes, kama vile misingi imewekwa na waume zetu, wameweka misingi na wana maono, na sisi kama wamama tujenge hiyo nyumba, maana itakuwa kitu ngumu sana kama utazingatia ya kwamba msingi ukuwe dhabiti kila wakati. Maana msingi ukishabomoka inakuwa ni ngumu sana kujenga nyumba. Sijui umeona misingi ngapi ambayo imerekebishwa.
lakini nyumba wakati mwingine inaweza pasuka na uweze kurekebisha ukaziba ufa. Lakini msingi umake sure, na una make sure aje? Kama mama lazima umake sure msingi ambao umewekwa na bwana yako ni msingi ambao ni thabiti na hautahitaji kuja kufanyiwa repair, maana ukifanyia repair ni very costly katika ndoa zetu tunazoishi. So make sure ya kwamba unapojenga, maana unajenga pande zote, unajenga katika pande ya watoto, unajenga katika pande ya mzee, na unajenga ukizingatia ya kwamba wewe kama mama anayefanya kazi, hakika umeweza kuweza kufanya mambo kulingana vile inavyotakiwa. Haujatekeleza mambo mengine na hujaweza kuachilia mambo mengine yakapata kuangusha nyumba ambayo umejenga kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, mambo yote yanaingiliana pamoja. Tusingatie, tukue mama aliye nyumbani, mama aliye kanisani, mama aliye kazini, ni mama ambaye anamcha Mungu katika maisha tunaishi. Na maisha hiyo ukizingatia hayo, hakika utajenga nyumba yako na itaweza kuimarika, na Mungu atasifiwa na atainuliwa. Kwa hivyo Bwana atubariki sana, na muwe na wakati mzuri, na mzidi kujenga familia zenu kwa ubora, na Mungu atazidi kusibariki. Bwana awape neema na awatie nguvu. Asante. Pigia Bwana makofi. Amen. 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 Asante sana.